Kaka Ima. Umekuja tena jamani. Na nilikuambia kabisa huko ndani nina mambo chungu nzima Jojo ya kufanya. Lakini wala hutaki kunielewa. Na machozi imekuaje tena kitu gani? Na umetoka hapo umeniaga unaenda kununua samaki kwa ajili ya kupikia ndizi. Kaka Ima, leo nimezalishwa Magengeni. Tena nimezalishwa mbele za watu. Roho yangu inaniuma sana. Umezalishwa umefanyaje? Umemwaga biashara za watu? Kuna mtu alikuwa ananiita mchumba mbele za watu. Hata mimi nikanamwambia mimi sitaki, akawa nisikii. Kila ninapoenda nikijaribu kumkwepa nisikii. Ndio akaamua kunizalisha mbele za watu sokoni. Yaani Jojo mpaka unanifanya niwaze una miaka mingapi? Hivyo jamani Jojo, kweli kabisa umri huo unatangaza kuitwa uchumba umezalilishwa? Mbona Emedi ulimsave baby kabisa? Na ukushtaki wala ukulia. Au kwa huyu mtu hujampenda ndio maana unalia? Kaka Ima, tatizo sio hilo. Tatizo akaanza kunisifia mbele za watu na kifua kizuri. Hata mimi nikaanza kuchagua nyanya. Akanisogelea karibu akaanza kunishika maeneo ya hapa. Mungu ananiita mchumba mbele za watu Kaka Ima. Sasa ukosa kuzalilishwa kweli. We, kakushika vifua mbele za watu kwa sokoni? Mbona wewe ajitia ile jogoo kuonyesha umalaya zalani? Sasa wanaume wote wangekuwa hivyo, wanawake wangetoka ndani kweli? Ule ndo anataka tugane majengo huyo. Wewe unamjua wewe mbwa? Mimi namjua kwa sura tu, na jina lake silijui. Twende kanionyeshe. We! Akushike vifua na joga la mazanazi. Pumbavu nini? Asiletee kudadeki hapa sasa. Sasa leo nataka unipeleke huko pumbavu zake. Twende. Nyanyuka twende. Kaka ndio huyu hapa alionishika. Wewe. Wewe baba mtu wa chama. Siku hizo mlikuwa na akili kitu gani? Kwa nini Ima? Mbona kutoa akili ghafla sasa? Wewe umemshika kifua mdogo wangu sokoni kama soko ulikuwa na akili kitu gani? Naona mwenzako sisi wote tungekuwa na stari hizo za jogoda zako ungepona kweli wewe? Mimi sijamshika kokote. Labda kama dada yako anaamua kushikwa yeye aseme. Wewe unasemaje wewe? Ima unanipiga mimi. Sasa fanya unavyotaka wewe babangu. Mimi sitakurudisha hata kimoja na wala hata sitaongea chochote. Ila ukitoka hapa ndio utaujua upande wangu wa pili. Pumbavu wewe fyoko. Unanitishia mimi maisha wewe? Nakuuliza unanitishia maisha? Wewe pumbavu ni hayawani wewe. Yaani umetoka huko na miamko yako unaenda kumaliza kwa mdogo wangu afu pale unipata kichwani. Nakuuliza umezaliwa naye wewe? Au umemumba wewe? Kwa ajili ya tamaa zako za kimwili ndio nakumpanda mdogo wangu kichwani. Afu unaenda kuonyesha upande wako wa pili upi? Nyumani mbeleni. Nakuuliza wewe utakuonyesha wapi? Wasitishia mimi maisha wewe. Kwa ufukara wenu, ule bosi wenu ungekuwa kweli anawathamini nyinyi kweli kuwaletea wanawake. Kwa kuwachezea mko na miamko yenu. Hizo familia kuimalizia miamko yenu nyinyi. Mmenielewa wewe mrefu kata msilesi dingo? Koma wewe. Koma, mtizame alivyokondeana kaka kinyago cha skeletoni pumbavu nini wewe? Mtizame nywele zake zilivyojisokota kama mkutano wa ghafla. Wewe koma nakwambia. Wewe usiniteteleshe kisa wa kijana wa chama. Umenielewa? Tena koma mara moja mpaka zoe pumbavu wewe. Unataka kunipanda kichwani kisa wateteo na wale viongozi wako babaifu. Ule uongozi takataka tu. Ule uongozi wewe unaotendea wewe. Nakuuliza kwa chama gani mnachojivunia mafisadi viwembe nyie? Kwa chama gani? Labda nakuuliza mna nguvu gani? Nguvu yenu wa soda tu kufunguliwa kilio, baada hapo sonya umeisha. Hii ninaondoka. Nakuambia wewe na mbwa wenzako ambao wamekushindwa kutafutia wanawake kumaliza hisia zako. Kama nyinyi mnajikuta mna shida za hisia, nenda kaongea na bosi wako akupemea tena kaanzisha mahusiano kwa Mangi. Nenda kachukua jamaa umalizane naye. Umenielewa wewe? Iwe mwanzo na mwisho. Nakwambia wewe mbavu ambaye una kazi za kufanya wewe. Uwe mwanzo na mwisho wako kuingia familia yangu. Wewe nitakuja wewe mbavu wewe. Farasi nini wewe? Na ninaondoka ole wako. Ole, nakuja kutia moto nyumba hii. Mbavu.